siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nianza maisha yetu ya Ukristo wala kesho tulanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nianza maisha yetu ya Ukristo wala kesho tulanganie ufalme wa Mungu kwanza. Tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunamoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nianza maisha yetu ya Ukristo wala kesho tulanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nianza maisha yetu ya Ukristo wala kesho tulanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nianza maisha yetu ya Ukristo wala kesho tulanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba
kwetu, hakuna huzuni wala vilio. Nyumbani kwetu, Mungu Bwana anatawala. Nyumbani kwetu, tutasahau maisha ya uzuri. Twendeni kwetu, furaha inapotawala. Nyumbani kwetu, hakuna huzuni wala vilio. Nyumbani kwetu, Mungu Bwana anatawala. Nyumbani kwetu, tutasahau maisha ya uzuri. Twendeni kwetu, furaha inapotawala. Safari hii tulianza wengi, tena kwa kutiana moyo, lakini wengi wamekata tamaa na kurudi nyuma. Kumbuka neno la Bwana linasema, tuvumilie yote, si mbali. Nyumbani kwa Baba. Safari hii tulianza wengi, tena kwa kutiana moyo, lakini wengi wamekata tamaa na kurudi nyuma. Kumbuka neno la Bwana linasema, tuvumilie yote, si mbali. Nyumbani kwa Baba. Nyumbani kwetu, hakuna huzuni wala vilio. Nyumbani kwetu, Mungu Bwana anatawala. Nyumbani kwetu, tutasahau maisha ya uzuri. Twendeni kwetu, furaha inapotawala. Nyumbani kwetu, hakuna huzuni wala vilio. Nyumbani kwetu, Mungu Bwana anatawala. Nyumbani kwetu, tutasahau maisha ya uzuri. Twendeni kwetu, furaha inapotawala. Nyumbani kwetu, hakuna huzuni wala vilio. Nyumbani kwetu, Mungu Bwana anatawala. Nyumbani kwetu, tutasahau maisha ya uzuri. Twendeni kwetu, furaha inapotawala. Nyumbani kwetu, hakuna huzuni wala vilio. Nyumbani kwetu, Mungu Bwana anatawala. Nyumbani kwetu, tutasahau maisha ya uzuri. Twendeni kwetu, furaha inapotawala. We are doing song number 195 for our hymns, stanza 1 and chorus to welcome the pulpit party, followed by the doxology. 195. There shall be showers of blessing. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling.
giving Lord, praise Him above the heavenly host, praise Father, Son, and Holy Ghost. Let us pray. Our gracious Lord, we come before you this morning with gratitude and thanksgiving in our hearts to thank you for your mercy, your grace, and love. It's about time to have your presence speak to our hearts. We pray that you may send your Holy Spirit to engulf every heart that's come here today. Thank you, God, for your mercies and love and comfort that you have given to this home. Therefore, as we continue to worship you today, we continue to glorify you, thank you, and lift your name high. Bless everyone who's hearing this voice. And as we continue to hear more of you, for these things we pray. In Jesus' name, amen. Wapendwa katika Kristo, happy Sabbath. Sijasikia watu wakiitika upande ule, hata wanafunzi. Happy Sabbath everyone. Nachukua fursa hii kukaribisha kila mmoja amefika hapa. Tuko kwa uwanja wa Nyakongo High School. Kwa hivyo nachukua fursa hii kukaribisha kila mmoja amefika hapa siku ya leo, wakati tunaomboleza ndugu yetu Hesla. Sasa tunaingia program ya kuabudu Mungu wetu. Kwanza kabisa nachukua fursa hii kuomba ili nilete matangazo kwa ufupi ili nianze sehemu ya kwanza ya makaribisho. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, tunashukuru na kulimiti jina lako. Ni asante kwa sababu ya wakati huu tunaleta matangazo mbele ya kanisa kuwa pamoja nasi. Ndilo ombi letu kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Niko na matangazo mane. Ya kwanza, nakumbusha kanisa yetu ya Nyakongo Nyakumba, yani wenyeji, ya kwamba kesho tuko na mpangilio mingi, lakini tunaanza na monthly report. But before monthly report, tuko na prayer plan. Our district prayer plan itakuwa 6:30 to 7:30 in the morning hapa kanisa yetu ya Nyakongo. Kwa hivyo watu kutoka Kesima, Nyakumba na Nyakongo watakuwa hapa 6:30 to 7 for our normal prayer plan session. So keep time please. Two, tutakuwa na Sunday tarehe moja tutakuwa na Phil Raymond nomination. Wale tulichagua last week at Keroka wataenda field kufanya Ray nominations. Kwa hivyo wale walichaguliwa kutoka wa station departmental wataenda huko by 9 tufanye nomination, alafu tuende kwa mambo mengine. As a district we are mourning. Tangazo la tatu, as a district we are mourning. Vile tunaendelea na mambo ya kumon tu ya ndugu yetu Esla, na tena tulipata pia wengine. Kuna msika wetu wa Kisima ambaye aliaga chuzi, ambaye anaitwa Mama Leonida Nyakeraja Kuma. Mnajua anaishi huko Kisima, lakini kwake ni huko Nyaboraire. Sasa familia inaomboleza huyu mama na inasema ya kwamba tuwakumbuke kwa maombi.
na zaidi sana wanahitaji msaada wetu wa kifedha, kwa sababu kesho mashiri yatakuwa Friday this coming week. Sasa wanasema wanaomba msaada kutoka kwetu kama kanisa. On Sunday watakuwa na mchango huko Meshima, on Tuesday watakuwa na mchango huko nyumbani Nyaburaire. Kwa hivyo tuendelee kuombea familia hiyo. Sasa wakati tumemaliza hivyo, nataka kwa fursa hii kukaribisha watu wetu wote. Naomba mwalimu kutoka shule hii ya Nyakongo akuje atukaribishe, kwa sababu tuko kwa uwanja wa Nyakongo. Nitamaniki sijui yuko wapi. Mwalimu atatukaribisha, alafu wacha nione wanafunzi wa Alima watusaidie. Hebu simama wanafunzi wetu wa Alima Junior Academy, tusalimie wani. Thank you. Can you have a seat? Nyakongo Boys, tuko kwa uwanja wenu. Naomba mtu pungie mkono hewani. Students, thank you. Karibisha wageni vile mnajua. Okay, thank you. Sasa wakati huu wacha nimpae mwalimu atusaidie. Thank you Kristo wane neema yote ibisa moyo wa mifuliso ya baraka inaanza sangwe kuu. Unifunze nikupende, nikuandame kote, moyo wangu ukajae furaha na tumaini. Yeah, on my behalf, I'm Alfred Mwaniki. On behalf of our chief principal, who is not available because of he lost one of the family members. He could have been here because of that challenge. He is not around with us. On behalf of the board of Nyakongo Boys High School, on behalf of the students, teachers, and parents, courtesy of our brother Ezra and the Mugaka family, feel most welcome to Nyakongo Boys. We are with you. We are going to share with you today and tomorrow, so that we have a good send-off to our brother Ezra. Feel welcome and welcome to Nyakongo Boys. Our washrooms on this side, we had organized this side for ladies, and the other side on the school boarding section, men. Feel welcome to Nyakongo Boys. Thank you, mwalimu. Wacha nione Yakumba Saba School. Naomba mtupungie mkono hewani. Yakumba. Thank you. Nyakongo Mother Church. Nyakongo. Thank you. Very most welcome. Wakati huu nataka kukaribisha our pastors present kindly. Msimame mahali mlipo. Pastors. Our pastors. Nachukua fursa hii kumkaribisha kiongozi wetu wa Ministerial Director Pastor John Nyabuto. Atatusalimia, lakini naona mgeni Subject Secretary South Kenya Conference yatamleta watusalimie wawili. Wengine tupungie mkono tafadhali. Thank you. Naomba hawa viongozi watusalimie ili tuende sehemu nyingine. Patie mic. Wasafiri tunaosafiri safari ya kwenda mbinguni, katika jina la Yesu naomba kuwasalimia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Ni siku ya ibada
Vile vile ni siku ya kufariji familia yetu ambayo imeachwa na mpendo wao. Tunawaalika wageni wetu ambao wametoka mahali popote pale umetoka, ujisikie ya kwamba uko miguuni mwa Yesu. Pamoja nami ni Executive Secretary South Kenya Conference, Pastor Obara, ndiye nitamwalika atusalimie. Thank you Pastor Nyabuto. Wana na binti za mfalme, katika Kristo anayetupenda, na wasalimia kwa uwezo wa jina hilo. Hamjambo? Hatujambo. Amen. Kwa niaba yangu na familia yangu, mimi niko na mke na tumekuja naye kuja hapa Madam Doris kuja tu sababu niko na kijana mdogo sana, ataenda kuuliza nyumbani, mbona huku nisema huku? The sisters are not here, wako mbali kidogo. Wacha huyu mama wasalimie, kwa sababu amesumbuka sana ili naye aje hapa, not to do anything much but to wonder and think about her life. God is good and all the time. Ni Sabato njema ambapo tumekuja kutoka South Kenya Conference tukiungana na washiriki wa New Life tunapoomboleza mazishi ya ndugu yetu, lakini tumaini ni kwamba tuwe na matumaini ambayo yanazidi nini? Ambayo yanazidi nini? Kaburi. Mungu aweze kuwabariki. Kwa jina naitwa Doris Obara. My son knows how to greet. Thank you. Huyo alikuwa ananiuliza sasa watoto walibaki wanatoshana size gani? So nataka aone size. Anauliza. Sasa tumekuja, as my wife has said, Pastor Mochoge, thank you for the courtesy. Pastor Josh, thank you for presence. Pastor Ezra, thank you for being around. In my thinking, I thought you had left, lakini kumbe uko hapa ili uweze kutufariji siku ya leo. Nilete salamu za President wetu South Kenya Conference, Pastor Steve Ngige. He has been trying to come here and I know eventually he will by tomorrow, lakini leo imelazimu aende mahali, 2 occasions which were so compelling. So register his condolences, register his sympathies to this family. I want to say, because as Pastor Mochoga said, it's a hybrid program today. It's a church service, it's also a funeral program, and we are consoling. My first condolence goes to Adoration Choir. Najua mmekaa mahali, kama niliona Adoration wapi? Adoration. Yeah, thank you Adoration. No choir, no group, no family should go through what you have gone through in a short span of time. My condolence also goes to the New Life Church. Hebu nione watu wa New Life wetu ambao tuko hapa. Thank you for your ministry of presence. Kama kanisa mumejaribiwa sana. Sio Helen, sio Ezra, sio huyu kijana ni Paul, gari limlalia tu, and many other things. I think New Life Church, the devil has harassed you. But I pray ya kwamba msimame imara
and continue to be a family to each other as you are. You are an example to be emulated. My condolence goes to this family, ya Baba Ezra. I've not been able to greet him recently. I only did so when Helen passed some last 2 years. Mzee ako wapi? Where is he? Baba, my deepest condolences. Na mama mahali yuko na watoto wale tunawaombea. Tunaokaa hivi katika laiki. As a servant of God, I want to pronounce God's favor over the children of Israel in Jesus' name. Amen. They will grow to be dependable people in this country. And I know God is faithful. He will pay them a visit and be to them what Psalms 68 verse 5 says. He is the father of the fatherless. And to the rest of the community, kanisa ya hapa nyumbani, Bwana awarehemu, awape neema yake, atushikilie katika wakati huu tunapoomboleza sio Ezra tu, lakini nimesikia na yule mama ambaye amelala Wagesima. Otherwise, thank you very much. We are here together and we need to be here and listen to some good music to condole with this family. Thank you very much, Pastor Nebutu. Thank you. Sasa niruhusu sasa nilete pulpit team. Our choristers, kindly you stand up. Wave to us. Thank you. Thank you. Okay. Mwenye atatusomea fungu ni mwenzetu Habel Asweti. Kindly you greet us. Happy Sabbath. Happy day. Okay. Mwenye atatuletea sehemu ya pili ya second part of introduction ni Pastor Joshua. Kindly Pastor you greet us. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Mwenye atatuongoza kwa saka na sadaka ni mwenzetu Henry. Kindly say hi. Thank you. Siku ya leo tuko na bahati kumpata ndugu Ezra Okioma ambaye alikuwa ni rafiki wa dhati wa ndugu Ezra ambaye amelala. Yeye atatuzungumzia. Naomba basi usalimie as your time comes. Happy Sabbath Church. Thank you. Sasa wakati huu namkaribisha Pastor Josh ili atuchukue sehemu ya pili ya introduction. Wasalimia already. Naomba all choirs present muweze kutusalimu hivi. Kwaya sote ambao umefika hapa, thank you so much. Naomba kwaya ya Kisii New Life Wesley Church, wherever you are. Kisii New Life, mahali Ezra alikuwa anaimba, na alikuwa deputy, where are you? I can see you can just rise up. Thank you so much, you can wave. Thank you, sit down. Christ Adoration Choir. Christ Adoration Choir, mahali alikuwa chair, where are you? Thank you, you are somewhere, I'm seeing you. Thank you so much. And Kisii New Life Fraternity, all members, you can just wave from wherever you are. Thank you so much. God bless you. I want to say that this announcement goes to all of us, that tomorrow we will not have any speech at all. Tumekuwa na muda mzuri, tumekonsole familia. Kwa hivyo kesho kama uko na speech, go and compose a song, we will give you time to sing. Number 2, tutakuwa na protocol kubwa sana. Kwa hivyo sasa mtuvumilie sana kwa kesho. Program itakuwa ni fupi na itakuwa ni ibada. Kwaya sote mumealikwa. Program itaanza saa 3 kamili.
na tutaendelea na tutaita kwaya vile mmefika. Ukikuja saa 7 subiri, tutakuita saa 11 kama tutakuwa na muda. Mwisho ni kwamba tuweze kubarikiwa sisi wote, tuendelee na ibada vile imepangwa, na Mungu awabariki. Our key text comes from the book of Job 1 verse 22, and it reads, "In all this Job did not sin, nor charge God with wrong." I repeat, in all this Job did not sin, nor charge God with wrong. I call upon all the congregation to rise up with the song number 100, church hymnal, "Great is thy faithfulness." Tutaongozwa na choristers. Immediately after the song, the congregation will sit as adoration 6. So with stanza 3, congregation members will go up there. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt bring. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All thy have been, and thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, the moon and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and the
Ezra akiwa kwa duty last Sabbath of November, pamoja na choristers wako hapa. Pole sana choristers. Tunaomba Baba, katika jina la Yesu tunashukuru na kulimidi jina lako. Asante kwa sababu wewe ni baba yetu na sisi ni watoto wako. Asante kwa nafasi ya kipekee umetupatia siku ya leo, siku ya Sabato, ili tuweze kuabudu, hata kama tumekuja kuabudu kwa wakati huu mgumu. Tukabidhi mikononi mwako Mfalme, kwa sababu wewe ndio mfariji mkuu. Naomba uweze kufariji kila mmoja ambaye amefika hapa, uweze kufariji familia kwa njia ya kipekee, na wale watoto wadogo ambao wameachwa, kwa sababu ahadi zako ni za kweli na za milele. Naomba Mungu wetu aweze kusaidia wale watoto ili waweze kuwa na jina lako litukuzwe. Wale ambao wamesimama hapa, kuanzia choristers ambao wameimba, naomba Mungu ukawabariki kwa njia ya kipekee na ukawafariji kwa njia ya kipekee. Wale ambao wamesimama hapa, kwaya mahali mtumishi wako alikuwa ndio kiongozi wao, na ukabidhi mikononi mwako Mfalme, kwa wafariji kwa njia ya kipekee na uwabariki kwa njia ya kipekee. Kwaya Kisii New Life usiwasahau Mungu wangu. Mtumishi wako atakaposimama na mkabidhi mikononi mwako, naomba uweze kumtumia kama chombo, jina lako litukuzwe, na kila mmoja tutakapotoka hapa siku ya leo, kwa kweli tuseme tumekutana na wewe. Mapenzi yako yatendeke, ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Kwaya karibu. Baada ya kazi hapa duniani, baada ya machungu na mateso makali, tutakapowasili ukingoni mwa Yordani, duniani kote kutajiwa giza kubwa, ndipo nyota ile ya asubuhi, nyota tukufu na safi, jiwe la pembeni, mwamba imara, atashuka na utukufu, na wote waliomwamini taji zao zitang'aa. Baada ya kazi hapa duniani, baada ya machungu na mateso makali, tutakapowasili ukingoni mwa Yordani, duniani kote kutajiwa giza kubwa, ndipo nyota ile ya asubuhi, nyota tukufu na safi, jiwe la pembeni, mwamba imara, atashuka na utukufu, na wote waliomwamini taji zao zitang'aa. Kwenye mji ulioandaliwa, ukumbini kwa raha zangu, wenyeji wa Sayuni wana wa nuru, taji zetu zitang'aa sana, mavazi meupe yanayopendeza, tukibeba matawi ya mitende, tumekombolewa kwa damu ya Mwana-Kondoo. Kwenye mji ulioandaliwa, ukumbini kwa raha zangu, wenyeji wa Sayuni wana wa nuru, taji zetu zitang'aa sana, mavazi meupe yanayopendeza, tukibeba matawi ya mitende, tumekombolewa kwa damu ya Mwana-Kondoo. Nilipotazama juu mlimani, juu ya mlima ule mzuri wa Sayuni, nilimwona Mwana-Kondoo wa Mungu na wale washindi, wakiimba wimbo ule mtamu haujawaimbwa,
wakizunguka kwenye mji ule. Hakuna usiku, hakuna mchana, Yesu ndiye mwanga wao. Palipo mahali popote, mji wenye utulivu. Nilipotazama juu mlimani, juu ya mlima ule mzuri wa Zayuni, nilimwona mwana-kondoo wa Mungu na wale washindi wakiimba wimbo ule mtamu haujawahimbwa, wimbo wa Musa na mwana-kondoo wakizunguka kwenye mji ule. Hakuna usiku, hakuna mchana, Yesu ndiye mwanga wao. Palipo mahali popote, mji wenye utulivu. Kwenye mji ulioandaliwa, ukumbini kwa raha zangu. Wenyeji wa Zayuni, wana wa nuru, taji zetu zitang'aa sana. Mavazi meupe yanayopendeza, tukibeba matawi ya mitende. Tumekombolewa kwa damu ya mwana-kondoo. Kwenye mji ulioandaliwa, ukumbini kwa raha zangu. Wenyeji wa Zayuni, wana wa nuru, taji zetu zitang'aa sana. Mavazi meupe yanayopendeza, tukibeba matawi ya mitende. Tumekombolewa kwa damu ya mwana-kondoo. Kwenye mji ulioandaliwa, ukumbini kwa raha zangu. Wenyeji wa Zayuni, wana wa nuru, taji zetu zitang'aa sana. Mavazi meupe yanayopendeza, tukibeba matawi ya mitende. Tumekombolewa kwa damu ya mwana-kondoo. Kwenye mji ulioandaliwa, ukumbini kwa raha zangu. Wenyeji wa Zayuni, wana wa nuru, taji zetu zitang'aa sana. Mavazi meupe yanayopendeza, tukibeba matawi ya mitende. Tumekombolewa kwa damu ya mwana-kondoo. Amen. Okay, thank you very much. Thank you very much, Adoration Choir. We love your ministry. Today is your weakest day, your weakest weekend. Biblia husema nitampiga mchungaji na kundi litatawanyika. Ezra has fallen. Musitawanyike kwa jina la Yesu. Amen. It's been a unifying factor in your ministry. But we pray that your ministry gets even more stronger beyond here. Kama wachungaji wenu, tunataka kuwaombea in a special way because we know the attachment and the bond that exists among you. Kwa sababu Pastor Ezra atatuhubiri, nadhani Pastor Nyabuto kindly pray and dedicate this group. Tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu aishiye juu mbinguni, mchana wa siku ya leo, siku ya ibada, tumejazwa na majonzi mengi. Twaita mkono wako na neema zako, tupe faraja na utupe tumaini.
tufute machozi. Kwaya hili ambalo limesimama mbele ya umati huu na mbele zako limekuwa likiongozwa na mwenda zake ndugu Ezra mtakatifu. Usiwaache, uwashike mikono yao, utembee pamoja nao katika ibada mbalimbali watakazokuwa wakifanya na huduma. Uwe ukiwakumbuka katika ufalme wako. Ezra alikuwa ni kiongozi wa kwaya hili, na tunajua ya kwamba kiongozi ni wewe unayemweka pale. Anapoondoka, tunajua tena Mungu wetu umetayarisha kiongozi mwingine atakayeendesha kwaya hili hadi kitengo kingine. Mungu wetu, tunatumaini ya kwamba ni kwaya ambayo imetoka kwa ajili ya huduma. Popote watakapofanya huduma, Mungu usiwaache, wakumbuke na mibaraka zako. Familia, watoto wa Ezra, tunawakabidhi mikononi mwako kwa njia ya kipekee. Wanapokuwa hawana mama, hawana baba, umesema wewe utakuwa baba wa mayatima. Mungu, uwachukue mikononi mwako, uwachukue kifuani mwako, uwape mwongozo kuanzia hapa mpaka Yesu utakaporejesha ufalme wako. Wazazi wa Ezra, ndugu Mugaka na familia yao yote, uwakumbuke katika ufalme wako na uwakumbuke kwa machozi haya, uwape faraja na tumaini. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwombezi wetu. Amen. God bless you. You sit down. Nami waja niwasalimie katika jina la Yesu. Mjambo wale wanatusaidia kutoa sadaka na sadaka. Deacons and deaconesses, msimame. Mwali wancha mweta abandi kucha batigara buno embatatu abandi mochi muina bayale ko babya imanya gusaba. Ndugu wangu dear Lord, we thank you for this day of the Sabbath, as we are going to give tithes and offering. Bless us in Jesus' name we pray. Amen. We have the mass choir, all the choirs that are here to come for the mass choir song. I know you know it, as we sing song number 632. So, tuanze kusimama, all of us. I'm expecting each and every choir that came to come prepared for that song. My heart can see when I pause to
remember I take you. It's not a stepping stone along a trail that's riding always apart. This troubled mind is not my final home. But until then, my heart will go on singing. Until then, with all I'll carry on. Until the day, my heart will hold the city. Until the day, God calls me home. The prince of heart will dim and lose the value if we recall they are borrowed for a while. And things of heart, God calls me heart to tremble. Remember they will only bring us smile. But until then, my heart will go on singing. Until then, with all I'll carry on. Until the day, my heart will own the city. Until the day, God calls me home. But until then, my heart will go on singing. Until then, with all I'll carry on. Until the day, my heart will own the city. Until the day, God calls me home. But until then, my heart will go on singing. Until then, with all I'll carry on. Until the day, my heart will own the city. Until the day, God calls me home. But until then, my heart will go on singing. Until then, with all I'll carry on. Until the day, my heart will hold the city. Until the day, God calls me home. Naomba Kisii New Life Church Choir, you come for one item as you welcome the speaker. Namba ya M-Pesa 0725 68 80 11 25 64 80 11. Kisii New Life wakimaliza hivyo, na tutakuwa na muda, tunampisha mchungaji ambaye atatuletea neno. So Kisii New Life wakimaliza, pastor atasimama na ataendelea. Thank you.
Let me take this opportunity to happy Sabbath. I know it's hot and you're tired. Just stretch your right hand and wave to everyone in the crowd. We want to thank God that we are here this afternoon. This is the Seventh Day Adventist Church family. We are not here as an ordinary Sabbath worship. We have gathered on God's holiday with heavy hearts. And all of you are in agreement that indeed this is a special service. I want to take this chance to thank New Life Seventh-day Adventist Church, the church pastors, the elders, and the entire church family. And by extension, I'd like to thank my brother Job and the team that came from the leadership. And coming to stand with this wonderful family. As the pastor said, I live in the United States. I worked here in Kenya, in the Central Kenya Conference.
South Kenya Conference. And around 10 years ago, I left for the US. I am a pastor in 2 churches. In the Kansas, Nebraska Conference. And we are... I came for a short period of time just to have a mission in Mwata Advent School for the Deaf. And we have done a good job, and I thank God for it. I thank also the church for their support. Let me pray as we share the word of God. Our Heavenly Father, we give glory and praise to your name. It's about time to hear you speak to us. May you bless each one of us, including myself. In Jesus' name we pray. Amen. Today we stand again to say goodbye. 2 years ago, this family stood at the graveside and said goodbye to the wife. He said goodbye to the mother. We said goodbye to the friend. And a dear one to many of you. Today we stand here again to say goodbye. Not to the father, not to the mother, not to the mother, but to the father. And he has left behind children. Children who are orphans now. And they are asking questions that have no easy answers at the moment. If we are honest, church members, this loss feels so soon. It is too painful to fathom, and it's too much to feel. And yet, even here on this Sabbath afternoon, in a house of worship, we are here with broken hearts. But I believe I'm safe to say that we have to declare the plain truth. That God's time is always on time. Let me say that again. God's time is always on time. Not because we feel good. Not because we understand what has happened to this family. But because our living God is a faithful God. Even when life seems to be unfair. Sometimes when tragedy comes one after the other, we seem to ask so many questions in our lives. The good book in the book of Job, chapter 1, verse 18 to 22, gives us a story. Job received the worst news ever or imaginable. One message after the other. Job was facing a message after the other. Just before he could process one message, another arrived.
And the scripture says, the book of Job, chapter 1, verse 22, that in all these things, Job did not sin, nor judge God with wrong. I want you to get that point. There is no one here who has experienced Job. Job went through a painful experience in a very short span of time, one after the other. He did not lose one child, not two children, not three children, but he lost all of his children at the one go. He lost all his property at the go. And here Job says that in all these things he did not sin against God or judge God with the wrongdoing. Job took and tore his robe. He shaved his head. He fell to the ground and worshipped God. I want you to notice something. He grieved and worshipped at the same time. Today, this family is walking in a job-like life. A wife is gone. A mother is gone. A husband has gone. And the father has gone as well. The children are left behind. And someone may be asking right now, why would God allow such a thing like this? This is the question many of us ministers try to answer. It is not as easy as we say. But it takes faith for you to get what we are talking about. Job gives us no explanation anyway. He only gives us a confession that the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Job chapter 1 verse 21. When Job looks at everything, all he could say is that the Lord gives and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. This is not a denial of pain. This is faith clinging to God. When understanding is gone, sometimes we cannot be able to understand everything. All we can do is to cling upon our Lord. Because in Him we live, breathe, and have our being. My dear friends, our father's life has been cut short. Has not been cut short. Has not been cut off. It was completed. The life of Ezra it's not been cut short yet. It has been completed. I want you to stay with me to get this point. In Philippians chapter 1 verse 21, the Apostle Paul declares and says this word: For me to live in Christ and to die is gain. We say this man has died young.
Ezra was too young. We say he died too soon. But heaven says this: Ezra's assignment has been finished. He loved his wife while he was alive. He grieved her faithfully after she died. He remained a father, a protector, a provider, and a friend to many. His life was not measured by years that he has lived. But the purpose of his life is what we have experienced. So God did not make a mistake with his timing. Because the same God who called him to life has now called him to rest. For the scripture in Ecclesiastes chapter 12 verse 7 says that when one dies, the body goes to dust, and the spirit goes back to God. I want to make that a little clear. It doesn't say the soul goes back to God. It says the spirit goes back to God. The same Hebrew word in Genesis chapter 1 is the same as the breath of life. Therefore today, while we are mourning, heaven is rejoicing. The Bible says that to die is Christ. No, to live is Christ. And to die is gain. So what does Ezra gain by dying? He will gain a rest from pain and suffering. Isaiah 57 verse 1 and 2 talks about that. 57 verse 1 and 2. That when a righteous man dies, he goes back to rest in his bed, away from suffering. He rests in peace in his grave as he waits for the second coming of Jesus. What will Ezra gain after this? He regained a new body at the resurrection morning. He began a reunion with his family when he wakes up in that resurrection morning. So let no one tell you that right now he's going to meet with his wife. The wife is resting in the grave, and Ezra will be next to her. When the trumpet of God will sound, they shall both be aroused, and they will meet the Lord. They will hug each other and meet the Lord in the air. That is the gain they will receive. Let me make this point again also. Jesus loves us so much because he knows how to meet us in our grief. The example of Lazarus and Martha and Mary. The book of John chapter 11. It was another funeral that Martha stood before Jesus. And she said something interesting that you also can say. He told Jesus, Lord,
monene If you have been here, onye ndikwalinga my brother will not have died. kanga mumulumi ndotakweti Just a question many of us ask. orugo hukubuli abange tukwebolya When something happens like what has happened to this family, terege tukyabere mune kyabera syamateye where is God? kanga salingi Why was God letting this happen? igiyeko nyasati tindingane likaba Such a beautiful family. amateye enene Mary asked, Mariam akabolya Jesus, Lazarus is our brother. He's the only brother we have. nasaro nero mumulumi tukweka tuwani He's the breadwinner in our family. nero kogera twanora gento asyama He's the protector of us. nero tulinda But if you could have come a little early, onye ndiri wachite mapema my ake brother could not have died. kanga mumulumi ndotakweti Jesus did not rebuke her grief. yesu tatogonyere ti uwichana kwaye goso uwichana kwaye He nginji gave mother a promise. aka malika eira In John chapter 11 verse 25. kitabu kya Yohana 11:15 I am the resurrection and the life. ako matebinga injeni ntoko bokwa n'obulima He who believes in me, oyo okunyigera nje though he may die, naye nabaga he abokwa shall live again. n'abe moyo naine Can I hear someone say amen? Ezra and Helen shall live again. eshira naye babe moyo naine The Bible says that he who dies in Jesus, bibeho tebanga oyo okwase yesu he shall be raised again. n'abokibwe naine So Jesus spoke these words before Lazarus was raised. yesu abakwana mangana aya konyara saratara abokibwa It is because resurrection hope comes before resurrection morning. Sorry? Resurrection hope obasemeri gwokobokebwa comes before the resurrection morning. ebowogija nyume manderi okubogwetaraba That's why Jesus gave a promise. lagekola yesu alweteira He gave them hope, akababasemeri but he was trying to resurrect him. nga nakikomobokya So today, olwo lero Jesus stands with this family. yesu aboterane amatiyi He does not minimize the pain that they are going through. temireti nga mbaboetera bolobuli But Jesus is declaring the future to your life. olende ono yesu ngokwanala mangana abotwe atulumowa And because of Jesus, death does not have the final word. bona si yesu makweli tali arayo moeli mosinalabatengere moeli Did you hear what I said? Death doesn't have the final word. amakweli tali arabatengere moeli Now, what about these wonderful children? ono ngakirende igoro y'abaana aba That's the touching part. oni ere enseme komu ebudumunasa In 1 Thessalonians batesalongeri tangani chapter 4, verse 13 to 18. inye ikibungo 13 mpaka 15 Paul says, paulo abateba we do not want you to grieve as others who have no hope. timulere busema omumimu n'abantu badabwate basemerya And I want you to notice that he does not say that we should not grieve. tali bateba nga titwewumya buse ntolera He says that we grieve with hope. una twewumye buse toli n'abasemerya There is a temptation to grieve without hope. omayita bate mukolo ogw'okukolera otabwate basemerya But we are the people of hope. olende ntwe n'abantu b'obusemerya So these children are not abandoned by God. bona abaana bati batigirira bana They nyasaye have not been left alone. batigirira balibuuka For the scripture tells us that God is the father of the fatherless. ekyama likabo totebinga bono abayiga nigo abakintakana ekire ise nyasaye ise bwekintakana And also God is one who upholds the widow and the fatherless. naboyigo nyasaye leero okubulya osobola okukonya abatakanwa So this same God esaawa yoyo who sustained their parents while they were around, buli olendeta abayuli babaana aba tebalingi mwoyo He will now surround those children. leero olagitira abaana balya He will surround them with the family. leero olagitira amateerya He will surround them with the church.
And he will surround them with his own presence. Can you say amen, church? He will surround them. And one day, this separation will come to an end. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, and the dead in Christ shall rise first. My dear friends, this goodbye is painful. But this is not the final. Jesus is coming again. There's one of the Negro spiritual songs that says, nobody knows the trouble of sin. All right, I'll sing down. One of the Negro spiritual songs say, nobody knows the trouble of sin. Nobody. But Jesus. You listen, please. Give him a humble time, amen. Okay, give me a humble time. Right? I don't agree with the theology in that song. For the book of 1 Corinthians, chapter 10, verse 13. It says there's no temptation that has overtaken you, that has not happened to another person. God is faithful. He will make a way for you out of this situation. Sometimes we feel that there's nobody going through what we are going through. That's why some people commit suicide. Because they think that they're the only one who are going through this. We think that our vicissitudes are so unique. And we think that we are especially going through this, only us. But the scripture says that there is no situation that is not common to man that you are facing. But our God is faithful. He will not let you face what you cannot bear. So whatever problem you face, God has built in you the ability to bear the burden. So the family of Bogaka and the closest family members, our good Lord has provided a way for these children. And he has prepared you enough to carry this burden. And so you must be willing to let go. Let them rest in their graves. In that resurrection morning, we shall be reunited again. That is the promise of the Lord. Therefore, this Sabbath afternoon, we are reminded that this world is not our home. We are sojourners and pilgrims in this world. We are looking for a better country, a better city, a place we can call home. You find these words in Hebrews chapter 11 verse 16. And also in the book of Revelation chapter 21 verse 4. John saw a day when God will wipe away
away every tear from our eyes. Yohana karora itukonire yesara tinya mali kubasa maisi. There shall be no more death. There will be no more crying. There will be no more sorrow. No more funerals. No more orphaned children. No more digging of graves. Your Father will rise up again. Ezra and Helen will rise up again. The mother will meet her children. And the family will be united. Can we shout amen, church? God will make them come together again. Indeed, God's timing includes resurrection morning. In conclusion, let me say this. God's time is always on time. We may not understand, but let's hold on to the promise. For soon, Jesus will change the whole story. Today we are hurting, but we are not hopeless. May God of hope fill you with all joy and peace, so that the power of the Holy Spirit may be with you and give you hope. We trust a God who does not arrive late, who does not forget his children, who does not abandon the brokenhearted. God's time may not match our calendar, but it always matches his promises. Until that resurrection morning, we will rest and wait for that morning. Then we wait until that resurrection morning. And let us continue to trust in our living God. Because our God is always on time. May his name be praised forever. I want to take this opportunity to have a special prayer for this family, and also make a special appeal to all of us. It may be your last time to be close to these children today, or tomorrow during the burial. But today you have an opportunity to bless these children. If you have been blessed with a little finance, there is an opportunity for you to give. I want to appeal to each one of you. I know some of you have given. If you feel like giving more for these young people, Pastor, you help me with the big number on how they will do it. You will just let me know how they will do it. Okay, thank you so much. We are going to give you an opportunity. I request you get one of these tables here and a container. Anyone who wants to bring something, you will bring it here. And those of you online, because you're live, they are going to place a PayPal number on your screen, and you can use it to send your support. And we acknowledge your presence and your support from
Pastor, I'm going to ask the family, the father, the mother, and those close family members to come right here. Kindly come and they sit here with us. There's a little shade. As we sing the song, It Is Well With My Soul. The chorus that you can sing is part of the closing song. When peace like a river attendeth my way, including the Maniaka family. The Maniaka family joined this. You are one family. The Maniaka family, the Obiero family. You are welcome. Baby, or my viewers. With my soul, with my soul, it is well. It is well with my soul. My seed for the joy of His glorious word. My sin, I request you kindly, if you want to bless this family right now, with whatever you have, it's a sort of a prayer and also support to them. Please come and put something here. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Thank you. Naomba nisome paybill number kwa wale ambao mwezi kufika hapa karibu na mko na pesa katika simu. Paybill number ni 880 880 100. Account number 202 662. Account number 202662. M-Pesa number 07 24 91 1944. Jina ambao mtaweza ona hapo ni Wycliffe Machuki. Thank you so much. I want to urge you one more time. This is how we show our love and prayer to the family. I know you have given, but if God touches your heart to still do more, please come and give. Okay, let's continue to sing. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sin billows roll, whatever my Lord thou hast
We want to have a friend. Baby. Naomba niweze kurudia baby. 880100. Account number 202662. 88, that's the baby. 0100. Account number 202662 na ile M-Pesa number. Naomba the live streaming muweke hiyo PayPal pamoja na account number hivyo ili watu waone. M-Pesa number 0724 911 944. M-Pesa number 0724 911 944. Kwa hivyo kwa wale ambao muko mbali, mumeruhusiwa na nyinyi kutuma mchango wenu kwa njia ya kipekee, na kama hukupata, kesho pia tutafanya the same ili tuweze kusapoti familia hii. Karibu pastor. We don't want to keep them here for long in the sun. Thank you for your generosity. And thank you for giving. May God continue to bless each of you who has given for this family. We want to have a special prayer for them. And I want you to close your eyes and whisper prayer for them. Just 1 minute of prayer for them. All the eyes closed and the heads bowed. Let us pray for this family. Then I will pray after you pray. Our Heavenly Father, we want to give glory, praise to you. For indeed, your time is always on time. We may not understand this, but we thank you for the promise of your soon return. We hope for that morning when Ezra and Helen and many of us who have lost our loved ones will meet them face to face with renewed bodies, changed to live forever. We thank you for the promise, even as we are going through pain, sorrow, and struggling in many ways. In a special way, I want to
pray for this family that is sitting right before me. Father, you've known how they have gone through this. I pray that the comfort that comes only from you will comfort them. We are but humans and we are limited, but you are never limited, God. When every one of us has left, you will remain with them. Especially these children. Help them to grow in this sinful world. Not to forget you, God. To focus and look forward for that resurrection morning. We pray and rebuke the enemy who always attacks, where he has attacked, that he may not find another space again. And bless the servants of God and all the church members who are their family here, that they may continually love and care for them. We look forward, Lord, to your second coming. We are tired of so many funerals, deaths, struggles. We are hoping for your good to soon return. For we pray because we trust you and we believe that we prepare each one of us to meet you when you come. For these things we pray in Jesus' name, and let everyone say amen. Amen. Okay. Taite kuweka matangazo ya anyorwa ndio tete nyumana kula kwa please. Abadipa response we kanisa yetu ya Kumba na Nyakongo maambia sisi ndio difference yetu wote na nere mongina Esther mwaka to kolege uniform ya white mumaite dirito badipa nesikara imokingo yote ni badire imokingo ika mwanyi was tafaria white kesho asobote na ya bate familia wali wate ndio nyumana molideke tumara kulitangaza kare yamano ni WordPress. Okay, asante sana Pastor. Sasa tumefika hapa, program ya siku imeisha, lakini kuna kwaya mbili zitaimba. Wale ambao wako karibu hapa, tuko na chakula ya kutosha hapa. Wanafunzi wataenda wasafu chakula yao kule shuleni, wengine tutabaki hapa tupate chakula, tutaendelea na program. Naomba niwakumbushe kwamba it's church service, no speech at all. If you don't have a song, you just keep quiet. We are only giving choirs to sing because that's the only way of mourning. Na kesho itakuwa hivyo hivyo, it's a church service, purely church service. Hatutakuwa na speeches at all, hatutakuwa na double standard, tutakuwa hivyo hivyo. Mbarikiwe sana. Tutaendelea na program. Kwaya sila siku imba, tutapata nafasi in the afternoon. Nyambari alumni mkutane hapa nyuma. Nyambari alumni chorister, naomba tuelekeze kutoka hapa sasa. We are doing song number 233 KBC 233 in our language, the language of the land. KBC, first stanza and chorus, as we have Nyakongo Church Choir, followed by Nyakongo Church Choir. Then later we have Christ Highlanders as we usher ourselves to lunch. Wanafunzi, sikiza announcement. Happy Sabbath, happy day. Wanafunzi wa Nyakongo, tafadhali, you are supposed to move to your classes and then you will be sorted from your class. All Nyakongo boys, you move to your streams and you will be sorted from there by the prefects. Remember, at this lunch time, we don't
KCT 021F. KCT 021F. Zimekani. Church choir, then we have Christ Highlanders. Thank you. Zinazotukumba iko siku moja, yote yatakomeshwa.
KCP 0.1G, attend to occur is KCP 0.1G, attend to occur. Wakavunja amri, wakawafukuza kutoka Edeni, shetani watawale. Wakavunja amri, wakawafukuza kutoka Edeni, shetani watawale. Wakawahurumia, wakawavika mavazi ya kondoo, mfano wake Yesu, mpango wa wokovu. Wakawahurumia, wakawavika mavazi ya kondoo, mfano wake Yesu, mpango wa wokovu. Anadamu na mnyama, kitambaa cha pia na ndege
Baada ya Evangelion inaendelea kuimba sahi. Sila mwenye anaengage Evangelion kuimba. Baada ya Evangelion, we have Taranta Kids. Baada ya Taranta Kids, tutakuwa na M-Link in that order. Evangelion, Taranta Kids, M-Link. Muda kidogo. Baada ya Evangelion, we are having Taranta Kids, and immediately after Taranta Kids tutakuwa na M-Link Ministers. Johnson.